Kwa wale ambao wanataka kwenda kusomea Canada, acha leo tuweze kuona list ya university na community colleges kadhaa ambazo zinakubali wanafunzi kutoka nje ya Canada. Karibu sana, usisahau kulike, kusubscribe kwa channel yetu ya Barikiwa TV ili uweze kupata mafasirio mengi zaidi. Na kwa wale ambao wanataka kusomea Canada zaidi university, sababu leo ninagawa mara mbili. Kuna university na kuna community colleges. University ni watu ambao wanataka kuendeleza kiukweli, ambao wamesoma wakamaliza tuseme high school au wakamaliza bachelor degree wanataka kuendelea. Wakati ambapo community colleges ni watu ambao wanataka labda hawakumaliza high school yani secondary na wanataka waendelee tu kwa college wapate cheti yani certificate ambayo itawasaidia wafanye kazi. Karibu tena. Basi university ya kwanza inaitwa University of Toronto. Kiukweli hii ni university kubwa sana ya kifahari ambayo iko katika mji mkuu wa Toronto, Canada. Na university hii inakubali wanafunzi kutoka nje ya Canada na inakurahisishia kiukweli na utaratibu. Acha tuangalie masharti ni nini. Masharti ya kwanza, unatakiwa uwe mtu ambaye umesoma zaidi kiukweli na ukawa umeperform vizuri. Zaidi unatakiwa pia kuwa na grade ya juu ikiwa labda ulimaliza high school. Na pia wanalazimisha mtu awe ameelewa Kiingereza vizuri. Kwa hiyo wanataka uweze kuwapea certificate ya test ya Kiingereza. Zaidi unaweza kutumia IELTS au pia TOEFL. Zaidi inatakiwa kuwa 6.5 plus kwa IELTS au TOEFL inatakiwa kuwa 90 plus. Au pia unaweza tumia certificate ya Duolingo ambayo ni 110 na zaidi. Okay, document ambayo unatakiwa kuleta ni document, kwa mfano transcript, English test na kipindi fulani essay, lakini inategemea. Pia unatakiwa kuwa na study permit. Zaidi unatakiwa ku apply student visa kwa immigration ya Canada, zaidi IRCC utapata hiyo kitu. Pia university ya pili ni University of British Columbia ambayo iko katika province ya British Columbia. Yes, wengi wanapenda Vancouver. Hii pia inasaidia kiukweli na ina offer scholarship tena kadhaa. Yaani inapokea wanafunzi kutoka nje ya Canada. Zaidi masharti tu ni yale yale ambayo nimetaja. Upande wa University of Toronto unatakiwa uwe mtu ambaye anaongea Kiingereza na uwe umeperform vizuri kwa high school, na pia uwe na certificate ya test ya Kiingereza, kwa mfano TOEFL au IELTS au Duolingo. Okay? Na document ni hizo. Pia unatakiwa kutafuta student visa, na pia wao wako na mtu ambaye anaweza kusaidia kwa kurahisishia kuweza kutafuta student visa. Alafu university ya tatu ni University of Waterloo. University of Waterloo hii pia ni university nzuri sana ambayo inajulikana katikati ya universities, zinasaidia kiukweli na kupokea wanafunzi kutoka nje ya Canada. So masharti ni yale tu. Unatakiwa kuwa na test ya Kiingereza, zaidi IELTS 6.5 au TOEFL unatakiwa kuwa na 90. Hawakubali Duolingo. Na document ni hizo tu. Unatakiwa kuwa na transcript na pia na form kadhaa ambazo utakupea utaweza kujaza ili uweze kukubaliwa. Na wakati unaweza kujiandikisha, na sababu unatakiwa kufungua mtandao yao ili uweze kujiandikisha, watakufuatilia kiukweli. Na kuna hii university nyingine inaitwa York University ambayo pia nayo masharti ni yale iko katika pia nchi ya Canada, ninapokea wanafunzi kutoka nje ya Canada. Na program yao kiukweli, program iko very specific, na grade zao kiukweli wana masharti kadhaa ambazo ziko tofauti pengine. Lakini kuhusu Kiingereza pia wanakubali certificate ya test ya Kiingereza ya IELTS, TOEFL pia na Duolingo, na ni hizo point. Sasa acha tuendelee kuona. Kuna hizi Canadian community colleges na requirement zao. Acha tuone. Ya kwanza inaitwa Seneca College. Hii kwa Seneca College kiukweli wanahitaji tu mtu ambaye amemaliza high school. Alafu kuna courses ambazo wanapea wanafunzi, na courses hizo ni muhimu sana kiukweli. Ukipata certificate yako, kwa mfano ya caregiver au catering au hospitality, utakubaliwa kiukweli. Masharti ni yale tu, lakini si zaidi sana. Unatakiwa kuwa na certificate ya English test, kwa mfano IELTS au pia zaidi hiyo IELTS inatakiwa kuwa 6.0, okay, grade yake, au TOEFL inatakiwa kuwa 80, na Duolingo inatakiwa kuanzia 95 to 105. Okay? So
Pia wanakurahisishia ili uweze kupata student visa, watakuelekeza. Na pia wakati sasa unapotafuta student visa, unatakiwa uwe mtu ambaye umejipanga kiukweli, kuwe na pesa na uonyeshe kwa bank account yako kwamba uko na pesa ya kukusaidia ili uweze kusoma. Kumbuka kwamba college kama hii pia inasaidia upande wa scholarship. Bado wako na scholarship, na ukumbuke wanahitaji wanafunzi kiukweli kila wakati. Wanahitaji wanafunzi, na wakati wanakupigia simu au wakikutafuta sana, usifikiri kwamba ni scam. Hapana, ni vile wanatafuta wanafunzi. Acha tuone ingine, community college. Community college nikisema inamaanisha ni ile college tu ambayo iko mtaani, ambao wanafunza wanapeana courses, yani vocational courses. Yani wanakupea skills ambayo itakusaidia, yani baadaye wanakupea certificate itakusaidia kufanya kazi. Okay, inaweza kuwa ni mambo ya upishi, inaweza kuwa ni kuhusu caregiving, inaweza kuwa ni kuhusu ni hizo courses si za university, lakini ni ujuzi fulani unapata na wanakupea certificate ili ufanye kazi. Acha tuone nyingine ni Humber College. Hii Humber College kiukweli nayo ni vivyo hivyo tu. Requirement wanataka waone umemaliza high school. Pia inategemea na program kadhaa ambayo unataka, na kuhusu English certificate test inatakiwa kuwa na IELTS ambayo ni 6.0 au TOEFL ambayo iko ni 8. Hawakubali Duolingo. Ingine ni George Brown College. George Brown College kiukweli ni vivyo hivyo tu kama colleges zingine ambazo ziko Canada, na wanakubali kiukweli wanafunzi kutoka nje ya Canada uweze kuja kufanya hizo course. Labda wewe unataka ufanye kazi Canada ya caregiver, kwa nini usijiandikishe katika hizi college ambazo ziko hapa, zinaitwa community college? Si lazima uwe mtu ambaye umesoma zaidi, wanataka tu wa kutrain labda kwa miezi 6 au kwa mwaka moja ili uweze kubaliwa, na baadaye labda unaweza kuapply kazi Canada. Hii ni moja njia rahisi ambayo itakusaidia uweze kufanya kazi Canada. Sio lazima utafute kazi direct, sababu hata hiyo kazi ambayo unataka kufuata direct kutoka Afrika hadi Canada bado utahitajika certification, na labda hauna certification, hakuna vile unaweza kufanya hiyo kazi. Hata kwamba ungekuwa Canada, bado kabla ufanye kazi yoyote, either ya caregiving, kazi yoyote, inabidi uwe na certification, na hiyo ni changamoto kubwa ambayo watu wanapitia. Hata wale ambao wametangulia Canada wanapitia hiyo changamoto. Acha tuone college nyingine ya mwisho. College nyingine ya mwisho ni Conestoga College. Hii kiukweli wanakubali wanafunzi kutoka nje ya Canada, na wanakubali mtu ambaye amemaliza high school, na zaidi inategemea na program ambayo umetaka. So wanahitaji pia mtu ambaye amesoma Kiingereza vizuri na anaelewa Kiingereza. Inatakiwa kuwe na certificate ya English test, kwa mfano ya IELTS, pia na TOEFL au kubali ya Duolingo. So ni yale tu. IELTS inatakiwa kuwa 6 na TOEFL inatakiwa kuwa 8. Pia wanakubali ikiwa uko na student visa, lakini unatakiwa kujiandikisha kwanza na kuwasiliana nao ili waweze kusaidia na form kadhaa ambazo zitakusaidia kwa kuapply student visa kwa embassy au kwa immigration. Okay sana. Ikiwa bado uko na swali yoyote, unaweza kuweka swali lako chini kwa comment ili tuweze kuwasiliana nawe, tukupee ushauri zaidi wa kutosha, maana lengo letu ni kutaka tukusaidie ili maisha yako yasonge mbele, ubariki familia pia. Okay, asante sana kwa kuwatch Barikiwa TV. Sam Charles.